Manake nyinyi mnaathirika. Ndio sababu mimi nisema nitafika nione na macho yangu. Na kwanza nataka kusema poleni sana. Poleni sana kwa yale ambayo yalifanyika hapa. Nimeingia pale ndani na nimeona na macho yangu kitu kama hii hatakikani ifanyike hapa. Mimi kwa masomo mimi ni engineer. Na kazi ambayo nimefanya kwa muda mrefu zaidi ni mambo ya gesi. Inaitwa LPG, liquefied petroleum gas. Hii ni mafuta ambayo inatengenezwa, yani gesi inatengenezwa kutoka kwa petroli. Hii gesi inakuwa na pressure mingi zaidi. Mimi natengeneza mitungi ya kuweka ndani, kuweka hii gasi ndani yake. Iko kitu inaitwa specifications ambayo imewekwa kutengeneza mitungi, na vile wewe unaweza kutumia hiyo gesi. Haitakikani hii gesi iwe mahali karibu na pale watu wanaishi. Ukaenda kwenye madepots ya makampuni ya mafuta ya Shell zamani, Ajib zamani, Total, Caltex, Esso, kwenda kule Mogadishu road pale. Kila mahali ambayo unaona iko pale kwa petroli pale, na pale ya kuweka gasi inawekwa kando. Tena mbali sana. Tena mahali ambayo iko wazi, yani open airspace. Pale ambayo gasi hata ikivuja, gasi inaenda kwa hewa juu. Haitakani wewe mahali ambayo kuna ukuta pale, ukuta hapa namna hii. Alafu trucks wanaingia pale ndani, vile wamejenga, wamebeba gas huko ndani. Hii ni kuhatarisha maisha ya watu ambao wanaishi hapa. Hii yote ni hii yote ni hatari sana, maana hii ni bomb. Moto ikianza namna hiyo, kwanza inabeba hiyo gasi kwenye upepo na inafuata hiyo gasi sasa kule inaanza kuwaka na moto inarusha namna hii. Sasa hili na hili masilinda ndogo ndogo zinatoka kama mabombu. Kimbia pale namna hii. Hii ni hatari sana. Hii ni kusema jamaa yenyewe alipanga maafa ya watu hapa. Kitendo kama hichi mpaka ilaniwe vikali. Kuna viungo vya serikali ambao wamepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba maisha ya binadamu imeangaliwa. Kuna viungo katika serikali ambayo inaitwa Factory Inspectorate Department ya serikali. Ingine ni EPRA, ambayo vile wana jukumu ya kufanya. Watu wengi wamelala kwa kazi, wamelala kazini, wanangorota na wananchi wako kwa hatari. Kwa hivyo hawa wote natakana wachukuliwe hatua vikali. Kama ingekuwa ni serikali ya Azimio, mambo ingekuwa tofauti sana. Lakini hii ni sababu ya uzembe serikali ya Kenya Kwanza. Wameshindwa na kazi. Manake hapa wakati hii natakana hatua ingekuwa tayari ishachukuliwa. Wanaambia wanafanya uchunguzi. Hii uchunguzi haitaki ichukue zaidi ya masaa 48. Tayari unajua makosa iko wapi, nani na nani na nani. Mimi nilisikia ati jamaa anaenda kwa polisi, ati yeye amesurrender. Jamaa angekuwa ameshikwa kitambo mbeleni huko na atoe ichukuliwe. Mimi najua ya kwamba huyu jamaa atatoa pesa tu. Watu wamekufa. Hiyo maisha hao jamaa ni kama maisha ya ng'ombe tu.